Karibu mpenzi mtazamaji wetu popote pale ulipo, na asante sana kwa kuwa nasi. Tunakwenda kuangazia hali ilivyo kati ya Marekani na Venezuela, ambapo kama ambavyo pengine umeshasikia ni kwamba kiongozi wa Venezuela Nicolas Maduro, si rais wa Venezuela, amekamatwa na hivi sasa yuko mikononi mwa majeshi ya Marekani baada ya majeshi ya Marekani kufanya shambulizi la kushtukiza nchini Venezuela, zoezi ambalo limehusisha, kwa mujibu wa rais wa Marekani na viongozi wa kijeshi ambao wameshiriki kwenye zoezi hilo, kiasi cha ndege 150 za kivita zikitoka katika vituo vipatavyo 20 vya kijeshi. Kwa hiyo zoezi lilifanyika usiku, wakavamia alipokuwa amepumzika kiongozi huyo wa Venezuela na kumkamata, na baadaye akawa amesafirishwa kuletwa nchini Marekani. Kwa hiyo kwa ufupi ni kwamba Marekani ilifanya shambulio kubwa la kijeshi nchini Venezuela ikiwa ni muda wa asubuhi, na vikosi maalum vya jeshi la Marekani, vikosi maalum maarufu kama Delta Force, vilishiriki zoezi hilo la kumkamata, na hivi sasa ni kwamba wanasubiri kufunguliwa mashtaka hapa nchini Marekani. Na Donald Trump alipokuwa akiongea na waandishi wa habari alisema kwamba atafunguliwa mashtaka mjini New York. Hivi sasa bado haijajulikana ni mashtaka gani ambayo atakuwa akikabiliwana nayo, lakini kama maelezo ya Donald Trump siku za nyuma yanaweza kuwa ni dira ya kutueleza ni mashtaka yapi ambayo pengine anaweza kukumbwa nayo, tunaweza kujua kwamba pengine shtaka lake kubwa litakuwa ni kuhusu madawa ya kulevya, kwa sababu Rais Donald Trump aliongea mara kadhaa kwamba kiongozi huyo alikuwa akiongoza genge la kuuza madawa ya kulevya. Kwa hiyo Maduro pamoja na mkewe wamesafirishwa na kupelekwa nchini Marekani, na tayari makamu wa rais wa Venezuela tayari ameshaapishwa kuwa rais kuiongoza nchi hiyo. Na Rais Donald Trump alipoulizwa kuhusu makamu huyu wa rais hakuonesha kupinga sana, lakini alipoulizwa akasema kwamba Marekani itaongoza nchi hiyo ya Venezuela kwa kipindi cha mpito. Kipindi hicho bado haijajulikana kitachukua muda gani, lakini ni kwamba Marekani itaiongoza Venezuela kwa kipindi cha mpito, na bado haijajulikana ni watu gani ambao watashiriki kwenye zoezi hilo. Marekani na washirika wengine wanasema uongozi wa mpito unapaswa kuwa wa amani na wa kidemokrasia. Urusi, China pamoja na Venezuela yenyewe wanakataa uhalali wa shambulio na kuliita kwamba ni ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa pamoja na uhuru wa taifa la Venezuela. Na hapo pia limekuja suala la mafuta, kwa sababu wakati Rais Donald Trump alipokuwa akiongea na waandishi wa habari alizungumza mara kadhaa kuhusu mafuta ya Venezuela na kusema kwamba makampuni makubwa ya Marekani yatashiriki kikamilifu katika uchimbaji wa mafuta ya Venezuela, uchimbaji pamoja na uuzaji wa mafuta ya Venezuela, lakini pia akasema wanufaikaji wakubwa wa mafuta hayo au fedha itakayopatikana kutokana na mafuta watakuwa ni wananchi wa Venezuela, lakini pia makampuni ya Marekani kwamba yatanufaika na biashara hiyo ya mafuta. Hata hivyo, akaweka mlango wazi na kusema kwamba mataifa mengine pia watakuwa na nafasi ya kuweza kununua mafuta kutoka Venezuela, lakini Marekani itakuwa pale na itakuwa ikisimamia zoezi la uchimbaji na uuzaji wa mafuta, na hivyo akasema kwamba nchi yake Marekani itafanya kazi ya kurekebisha miundombinu ya uchimbaji pamoja na usambazaji mafuta nchini Venezuela. Na hapo ndio likaja suala lingine kuhusu vikosi vya Marekani kuwepo nchini Venezuela. Japo kwa kifupi, lakini hakutupilia mbali uwezekano wa vikosi vya Marekani kuwepo nchini Venezuela. Lakini tayari kuna wachambuzi ambao wanaamini kwamba huenda uwepo wa vikosi vya Marekani, kama itatokea,
huenda kukapelekea hali ya machafuko nchini Venezuela, na hasa kama uongozi uliopo au utakao kuwepo nchini Venezuela, vikosi vya kijeshi vya Venezuela kama havitakubali uwepo wa majeshi ya Marekani, kwa hiyo inaweza kapelekea machafuko nchini humo. Kwa hiyo vikosi vya Marekani vikajikuta vinapambana moja kwa moja na majeshi ya Venezuela hapo nchini Venezuela. Kwa hiyo ni hali ambayo watu wanaiangalia kwa karibu sana kuona nini kitakachotokea baada ya Marekani kufika huko. Je, watapeleka vikosi vyao nchini Venezuela au wataweka tu uongozi wa kisiasa na kuacha majeshi yao huku nyuma, na pengine labda kuweka jeshi dogo tu ambalo litakuwa linalinda rasilimali za uuzaji wa mafuta. Kwa hiyo ni hali ambayo watu wanaisubiri na kuiangalia kwa karibu zaidi. Kwa hiyo ni hali ambayo kwa kiasi fulani sasa hivi nadhani hata uongozi wa Marekani, uongozi wa kijeshi na serikali ya Donald Trump yenyewe, nadhani wanaiangalia kwa karibu na kuona ni jinsi gani wataweza kushughulika na hali yoyote ile ambayo inaweza kujitokeza endapo wataamua kupeleka vikosi hapo nchini Venezuela, kwa sababu na imani wanaamini kwamba huenda wakawepo wanajeshi ambao hawatakubaliana na uamuzi huo, na hivyo kuamua kuchukua silaha na kupambana na vikosi vitakavyoweza kupelekwa nchini humo. Na pia kumekuwepo na tamko kutoka jeshi la Venezuela likidai kwamba litalipiza kisasi. Je, ni kisasi gani ambacho wanapanga kulipiza dhidi ya Marekani au vikosi vya Marekani ambavyo vimeshiriki kumkamata na kumteka rais wao? Ni vigumu kuelewa, ni vigumu kusema kwa wakati huu, lakini tunajua kwamba jeshi la Venezuela limesema kwamba litalipiza kisasi kama watatekeleza uamuzi huo. Ni suala ambalo inabidi tukae na tusubiri tuone hatima yake itakuwa vipi. Na tayari habari za kuaminika ni kwamba kiongozi huyo wa zamani wa Venezuela amewasili jijini New York, ambapo atakabiliwa na mashtaka hayo ya dawa za kulevya. Basi tutaendelea kufuatilia habari hii na kuona nini kitakachoendelea zaidi, lakini hasa nadhani watu wengi wanaangalia na kujua nini serikali iliyopo sasa nchini Venezuela ambayo inaongozwa na aliyekuwa makamu wa rais wa nchi hiyo itachukua hatua gani, kama kuna hatua yoyote ya kuchukua kufuatia kitendo cha serikali ya Marekani kuvamia nchi hiyo na kumchukua rais wao. Basi tuendelee kusubiri, tutaendelea kukujuza yale yote yatakayokuwa yakiendelea. Basi usisahau kulike, kushare na kusubscribe. Asante sana kwa kuwa nami.